Karibu sana kwenye Kuku Farm Pro, mahali ambapo tunazungumza ufugaji kwa vitendo na kwa mtazamo wa kibiashara. Kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, tafadhali subscribe kwenye channel hii, piga like na hakikisha unatazama video hii mpaka mwisho, kwa sababu leo nitakufundisha mbinu ambazo wafugaji wengi hawazijui, lakini ndizo siri ya kupunguza gharama za chakula bila kuathiri uzalishaji wa mayai. Wafugaji wengi wanashindwa kuendelea na ufugaji wa kuku wa mayai, si kwa sababu hawapati soko, bali kwa sababu gharama ya chakula imekuwa kubwa sana. Kuna wafugaji wanatumia zaidi ya nusu ya mapato yao kununua chakula cha kuku. Lakini ukweli ni kwamba kuna njia sahihi za kupunguza gharama hizi bila kupunguza afya ya kuku wala idadi ya mayai. Leo nitakueleza kwa kina, hatua kwa hatua, namna ya kupunguza gharama ya chakula kwa kuku wa mayai bila kuharibu uzalishaji wako. Kwa hiyo, na kusisitiza tena, usiondoke, tazama video hii mpaka mwisho. Tuanzie kwenye kosa kubwa linalofanywa na wafugaji wengi. Wafugaji wengi wanafikiri kuwa chakula cha dukani ndicho suluhisho pekee. Wananunua chakula kile kile kila siku bila kujua kinatengenezwa kwa nini, kina virutubisho gani na kama kinaendana na hatua ya kuku wao. Hapa ndipo gharama inaanza kupanda bila sababu. Hatua ya kwanza ya kupunguza gharama ni kuelewa mahitaji halisi ya kuku wako. Kuku wa mayai wanahitaji nishati, protini, madini na vitamini. Lakini hawahitaji vitu hivyo kwa kiwango kile kile katika kila hatua ya maisha yao. Ukilisha chakula cha gharama kubwa wakati ambacho kuku hawahitaji, unakuwa unapoteza pesa. Katika hatua ya kuku wanaokua, chakula chenye protini nyingi sana hakihitajiki. Unachohitaji ni chakula cha kuku wanaokua chenye uwiano sahihi wa mahindi, mashudu na dagaa. Kuku wanapofikia hatua ya kutaga, hapo ndipo unahitaji kuongeza madini kama chokaa na virutubisho vya mayai. Hatua ya pili ni kutumia malisho ya asili kwa ufanisi. Kuku wa mayai wana uwezo mkubwa wa kujipatia sehemu ya chakula chao wenyewe kama utawapa mazingira sahihi. Majani mabichi, mchwa, wadudu, mabaki ya jikoni na nafaka zilizochemshwa ni sehemu ya chakula ambacho hakihitaji pesa nyingi. Kama una eneo la wazi, waruhusu kuku wako kutoka na kutembea kwa muda fulani kila siku. Watakula wadudu, nyasi laini na vitu vingine ambavyo vina protini na madini ya asili. Hii pekee inaweza kupunguza matumizi ya chakula cha dukani kwa kiwango kikubwa sana. Hatua ya tatu ni kujifunza kutengeneza chakula chako mwenyewe. Hii ni moja ya siri kubwa zinazotumiwa na wafugaji wakubwa. Chakula cha kuku hakitoki mbinguni, kinatengenezwa kwa malighafi zinazopatikana kirahisi kama mahindi, mashudu ya pamba au alizeti, dagaa, soya na chokaa. Ukijifunza mchanganyiko sahihi, unaweza kutengeneza chakula chenye ubora sawa au hata bora kuliko cha dukani kwa gharama ndogo zaidi. Muhimu hapa si kuchanganya kwa kubahatisha, bali kufuata uwiano sahihi kulingana na hatua ya kuku. Hatua ya nne ni kudhibiti upotevu wa chakula. Wafugaji wengi wanapoteza chakula bila kujua. Chakula kinamwagika, kinanyeshewa, kinachanganyika na kinyesi, au kuku wanakichagua wachague wanachotaka. Haya yote ni hasara ya pesa. Tumia vyombo sahihi vya kulishia, viweke kwenye urefu unaofaa na hakikisha chakula hakimwagiki. Lisha kwa ratiba maalum badala ya kuweka chakula muda wote bila mpangilio. Utashangaa kuona kiasi cha chakula kinachookolewa kwa siku. Hatua ya tano ni afya ya kuku. Kuku mgonjwa anakula chakula lakini hatumii vizuri. Hii ni hasara kubwa sana. Chanjo sahihi, usafi wa banda na matumizi ya tiba za asili husaidia kuku kubaki na afya njema na kutumia chakula vizuri. Tiba za asili kama aloe vera, mwarobaini, vitunguu saumu na pilipili zinaweza kuongeza kinga ya mwili na kupunguza matumizi ya dawa za gharama kubwa. Lakini tiba hizi zitumike kwa mpangilio sahihi. Hatua ya sita ni maji. Watu wengi hawatilii maanani maji, lakini maji ni sehemu muhimu sana katika uzalishaji wa mayai. Kuku anayekosa maji anakosa hamu ya kula na uzalishaji wa yai unapungua.
Hakikisha maji yanapatikana muda wote, ni safi na hayana uchafu. Hatua ya 7 ni mwanga. Mwanga una mchango mkubwa sana katika uzalishaji wa mayai. Kuku wanaohitaji kutaga wanahitaji mwanga wa kutosha kila siku. Ukikosa mwanga, uzalishaji unapungua hata kama chakula ni kizuri. Kwa kutumia mwanga wa kawaida wa umeme au taa rahisi, unaweza kuongeza uzalishaji bila kuongeza chakula. Hii ni njia nyingine ya kuongeza faida bila gharama kubwa. Hatua ya 8 ni kuchagua kuku sahihi tangu mwanzo. Ukianza na kuku wasiokuwa na uwezo mzuri wa kutaga, hata chakula kizuri hakitakusaidia. Chagua vifaranga au kuku kutoka kwa vyanzo vinavyoaminika. Hatua ya 9 ni kufuatilia uzalishaji wako. Andika kila siku unatumia chakula kiasi gani na unapata mayai mangapi. Hii itakusaidia kujua kama chakula unachotumia kinakuletea matokeo au la. Ufugaji bila mimbokifu ni sawa na biashara bila hesabu. Hatua ya 10 ni soko. Usingoje mayai yazidi ndipo uanze kutafuta soko. Pata wateja mapema ili mayai yako yawe yanatoka haraka. Hii inakusaidia kuzungusha mitaji na kuendelea kununua chakula bila msongo. Kwa kufuata hatua hizi, unaweza kupunguza gharama ya chakula kwa kiwango kikubwa sana bila kupunguza uzalishaji wa mayai. Kumbuka, siri si kulisha chakula cha gharama kubwa, bali ni kulisha kwa uelewa na mpangilio. Kama ungependa kujifunza kwa undani zaidi jinsi ya kutengeneza chakula chako mwenyewe, ratiba sahihi ya chanjo na mbinu za kisasa za kuongeza uzalishaji wa mayai, basi jiunge na darasa letu la WhatsApp. Katika darasa hilo, tunafundisha kwa vitendo na kujibu maswali ya wafugaji kila siku. Pia, kama unahitaji incubator bora kwa ajili ya kutotolesha vifaranga wako mwenyewe na kupunguza gharama za kununua vifaranga, incubator zinapatikana. Wasiliana nasi kupitia WhatsApp namba 0734301118. Asante sana kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Kama umejifunza kitu leo, piga like, subscribe na usisahau kushare video hii kwa wafugaji wengine. Hii ni Kuku Farm Pro. Tunafuga kisasa, tunafikiri kibiashara. Tutaonana kwenye video inayofuata.